Kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo huadhimishwa kila ifikapo Machi 8 kila mwaka, hii leo niko na Staff Sergeant Mariam kutoka mtandao wa wanawake wa Jeshi la Polisi wilaya Mbarali pamoja na Staff Sergeant Joyce Manyama. Lengo hasa ni kuzungumza kuhusiana na maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani. Tupate kufahamu lengo la maadhimisho haya ni yapi, lakini tuangalie kinagaubaga ni yapi hasa yanayowakumba wanawake mpaka tuadhimishe hii siku. Karibu sana, mimi naitwa Justina Isuja. Tupate kufahamu kwanza background ya hii siku ya wanawake duniani, lengo hasa ni lipi? Kufuatia siku za nyuma ilionekana kuna mfumo dume. Kwa hiyo wanawake walikuwa hawapati haki zao. Hivyo mwaka 1995 wakina mama waliambatana kwenda Beijing ambapo ndiko walikwenda kudai haki zao. Kwa hiyo walikaa wakakubaliana usawa kwa wanawake, maana asilimia kubwa waliokuwa wakipata uongozi katika nyanja mbalimbali ilikuwa ni wanaume. Kwa hiyo mwanamke alikuwa anaonekana ni mtu duni ambaye hawezi kufanya kitu chochote na akaheshimiwa, au akaweza kufanya kitu chochote katika serikali, mitaani. Hivyo basi kukawa na mfumo dume ambao ulipelekea wanawake kunyanyasika, hivyo kupaza sauti kwenda kudai haki zao za msingi. Ndio hapo walipokubaliana kwamba usawa uwepo na wanawake nao wapate nafasi katika vyombo mbalimbali. Sawa, nikirudi kwako Staff Sergeant Joyce, tupate kufahamu haya maadhimisho huadhimishwa kila mwaka. Vipi kwa upande wa maeneo ya wilaya ya Mbarali, mwamko wa wanawake na wanaume katika kuadhimisha hii siku ukoje? Kwa upande wa wilaya ya Mbarali tumejipanga, maadhimisho yako vizuri, wanawake wameitikia kwa mwitikio mkubwa na wako tayari kuadhimisha sikukuu hii kikamilifu. Tunaona baadhi ya maeneo, kila sehemu kuna siku maalum ambayo huadhimishwa kuelekea sasa ile Machi 8 yenyewe. Kwa wilaya ya Mbarali maadhimisho haya yatafanyika wapi na itakuwa ni lini? Kwa wilaya ya Mbarali maadhimisho haya yatafanyika Madibira. Maadhimisho haya yatafanyika tarehe 6 mwezi wa 3 Madibira, kata ya Mapogoro, wilaya ya Mbarali. Sawa, nikirudi kwa Staff Sergeant Mariam, tungependa kufahamu katika maadhimisho haya kwa wilaya ya Mbarali tutegemee nini? Vitu gani ambavyo vitakuwa vinafanyika? Kwa kweli tumejipanga, kuna vitu vingi vitafanyika. Kuna hawa watu wa msaada wa kisheria watakuwepo. Kuna mambo mbalimbali ya kuwahasa wakina mama yatafanyika, kwa sababu mchana tutafanya uwanjani pale, lakini jioni kutakuwa kuna party kidogo ambayo itawaweka kina mama sawa, na watapata walimu ambao watakuja kuwaelekeza maana halisi ya mwanamke imara na anayejitambua na anayeweza kushirikia masuala yake. Kwa hiyo tutakuwa na party kidogo jioni ambayo itatuweka sisi kina mama, na tutakuwa na jambo letu la muhimu ambalo litatujengea uwezo. Kwa hiyo tumeandaa walimu mbalimbali ambao watakuja katika sherehe hiyo. Sawa, maadhimisho haya ni siku ya wanawake. Kuna wanaume pia ambao wanajiuliza wanaweza wakashiriki kwenye haya maadhimisho au ni wanawake tu pekee? Hapana, wanaume wanashiriki. Kwanza mwanaume, hakuna mwanamke mwenye mafanikio bila mwanaume. Kwa hiyo katika shughuli hizi tunawaalika wanaume. Tunapenda sana kuwashirikisha kwa sababu mambo mengi tunayofanya kijamii yanakuwa ndani, nyuma yake kuna mwanaume. Mimi mama ambaye nina mume wangu, ili niweze kufanya kazi vizuri na nikawa na confidence, lazima mume wangu anisimamie, anisupporti katika shughuli zangu. Bila kumshirikisha mume wangu, mambo yangu yanaweza yakanikwamia. Kwa hiyo tunawahasa wakina baba wengi hupenda kuita hii siku ya wanawake, lakini pamoja na kwamba ni siku ya wanawake, ukimwambia twende tukasherekee, wakina baba huwa hawapendi. Lakini tunasema mwanaume imara ni yule anayemsupport mume wake. Kwa hiyo mafanikio ya mwanamke, nyuma kuna mwanaume imara. Sawa, nikirudi kwa Staff Sergeant Joyce, tuangalie hasa, tunaona wanawake wanapata fursa ya kuelekezwa vitu mbalimbali. Pengine labda wanawake wafahamu wajibu wao au ni kitu gani hasa? Hapana ndugu mtangazaji, wanawake wanafahamu wajibu wao, ila wanahitaji pia uwezeshwaji ili waweze kujikwamua. Kwa hiyo wanapopata uwezeshwaji watafanya mambo mazuri na makubwa zaidi. Wajibu hasa wa mwanamke
katika jamii ni upi, tukianzia katika ngazi za familia mpaka taifa? Wajibu wa mwanamke katika familia, mwanamke ana asilimia kama 90 au 98 ya malezi ya watoto. Mwanamke ndo ana jukumu kubwa la kulea watoto, kwa sababu wakina baba wengi wanakwenda makazini. Kwa hiyo hata kama ndani ya nyumba kuna baba ni mtumishi, mama ni mtumishi, lakini bado jukumu la kulea watoto itabaki na mwanamke. Mwanamke huwezi kutoka kwenda kazini ukaacha watoto wako, hujui kwamba leo watakula nini, watakwenda shule, nani anaumwa, lazima ukawachungulie. Kwa hiyo jukumu kubwa la kulea watoto ni la mwanamke, na unamlea mwanamke pamoja na baba. Kwa sababu wanawake wengi wanapokuwa wamepata watoto wao wanabezi sana kwa watoto. Anamsahau baba ambaye ndo tayari ndo alioanza naye maisha. Baba anakwenda kazini, hajanyoosha nguo zake, hajachana vizuri, hana mvuto, anakuwa na stress. Kwa hiyo mama unapomhudumia mtoto, ukamhudumia na baba akatoka amechangamka, amepata baraka za mama, basi maisha yatakwenda vizuri. Kwa hiyo tunasema mwanamke ni nguzo sana ya familia, kwa sababu yeye ndo anawajibika kujua mtoto amekula, kujua mtoto ameoga, anaumwa, ana changamoto gani. Baba inakuja kumfikia kwa mara, yani atakapoambiwa na mama, lakini watoto wengi hupenda kuwapa matatizo yao akina mama. Kwa hiyo mama tunamuita ni nguzo ya familia, na ndio anayetakiwa kuwajibika sana, kwa sababu mama anakuwa karibu sana na watoto wake. Hivyo sasa wanawake tukiwajibika vizuri, tukawajibika ipasavyo kuwajali watoto wetu, kuwajali waume zetu, tutatengeneza familia ambayo yenye kujitambua, yenye kutokuwa na shaka, yenye kujijali na inayokuwa imara. Hata watoto wanapata performance nzuri ya shuleni kutokana na kwamba mama anawajali, anawaangalia mara kwa mara. Katika swala la unyanyasaji liko kwa pande zote mbili, pande la mwanaume na pande wa mwanamke. Mwanamke akipata anaweza kumnyanyasa kweli mume wake, lakini wasikate tamaa, wasishindwe kutusaidia kwa sababu ya mmoja. Si wote wanaokuwa hivyo. Kuna wengine wanaperform vizuri, wanaleta maendeleo kwenye familia na familia inaendelea. Lakini kuna wengine wakipata kweli wanalimbuka, wanafikia mahali wanawanyanyasa waume zao. Kwa hiyo mimi ningeomba wakina mama, wito kwa kina mama wanaonisikia, endapo utapata fursa ya kufanya biashara au kufanya uwezeshaji wowote ule ukapata kipato kwenye familia, usimnyanyase baba. Na ndio maana nilisema hivi, tunapowahudumia watoto tuhakikishe na baba tunamhudumia. Baba ni mtoto wa pili, baba ni mtoto wa kwanza, watoto wanafuata. Kwa sababu wakati unaanza maisha mnakuwa hamjapata watoto, unamuhendo baba vizuri, unamfulia, unampigia pasi, unahakikisha amekaa sawa. Unapopata mtoto wako, baba unaanza kumnyima zile nafasi. Baba anakuwa tena hana nafasi katika ule usaidizi. Kwa hiyo mama anadili sana na watoto wake, baba anamwacha. Baba naye anakuwa na kinyongo. Kwa nini mama wakati tunaoana tulikuwa ananipenda, ananifulia, ananinyoshia nguo, ananibembeleza. Sasa hivi kubembeleza kuko kwa watoto zaidi. Kwa hiyo sasa lai kwa wakina mama wenzangu, ukipata fursa, baba akikuwezesha ukaweza kupata chochote kile, usimtupe wala usimnyanyase wala usimtukane kwa kupitia pesa zako. Unatakiwa uendelee kumpenda, uendelee kumheshimu, na baba ndo kichwa cha familia. Baba, mwanamke hata kama utakuwa na pesa nyingi sana, lakini ukikosa mume ndani, nyumba inakuwa haina heshima. Kwa hiyo mimi natoa rai tu kwa kina mama wenzangu, ukipata bahati ya kumiliki pesa, mjali sana mumeo na usiwatupe watoto wako. Mwamko kwa wanawake wa Igurusi ama wanawake wa wilaya Mbarali kwa ujumla, mwamko wao katika kushiriki katika shughuli mbalimbali ukoje? Mwamko ni mkubwa. Tena mimi naweza nikasema mwamko ni mkubwa kuliko wanaume, kwa sababu akina mama wanakwenda mashambani, wanafanya biashara zao nyingi tu za michele, sijui za mboga, za nini. Akina baba wengi unakuta wasio na kazi wanaishia kukaa vilabuni, wanajikatia tamaa. Sasa akina mama akisha kuja huko tayari ameshauza mboga zake, tayari ana hela zake, anacheza mchango wake. Baba akija pale basi anakuwa hana thamani tena. Lakini mimi nasema hivi, akina mama wa Igurusi wanajitahidi kushughulika, wanafanya biashara, wanalima, yani wana uwezo kwa kweli kuliko wanaume. Hilo naweza nikasema hivyo. Wanaume wenye uwezo ni wale watumishi na wengine, lakini hii ngazi ya chini hii wanaume wengi wanajikatia tamaa na wanaishia kukaa vilabuni. Kauli mbiu ambayo inaongoza maadhimisho haya siku ya wanawake duniani inasema wanawake na wasichana tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Tuanzie hapo. Haki zipi hasa ambazo tunatamani ziimarishwe?
Katika taifa letu la Tanzania inasema kwamba binadamu yoyote ana haki ya kufanya chochote, kwenda popote, ili mradi asivunje sheria. Sasa tunapokuja kwenye haki na wajibu. Kwa hiyo unapopata haki lazima uwajibike. Haki ya msingi, umepewa nafasi ya kwenda kufanya chochote kile, ili mradi usivunje sheria. Kwa hiyo unatakiwa uwajibike wewe mwenyewe, sasa ujitume kwa nafsi yako. Kwa sababu nchi imeshatupa haki tunayo. Hakuna sehemu unaoambiwa kwamba mwisho ni hapa. Au wewe leo usikae kijiji hiki, au leo tutakufukuza kijiji hiki. Kwa hiyo Tanzania tumejijengea misingi mizuri ya haki kwa wote. Kwa hiyo binadamu yoyote, hasa Mtanzania yoyote, ana haki ya kuishi, ana haki ya kufanya chochote kile, ili mradi asivunje sheria za nchi. Sawa. Kauli mbiu hii inazungumza mambo ya haki lakini pia usawa. Sawa. Tukirudi kwa Staff Sergeant Joyce, haki zipi ambazo tunatamani ziwe na usawa baina ya mwanamke na mwanaume? Haki ambazo tunatamani ziwe na usawa na baina ya mwanamke na mwanaume, kila mmoja ana haki ya kuishi. Hiyo ni haki sawa. Pia haki ya kufanya kazi, kila mmoja afanye kazi. Kila upande, na maana mwanamke afanye kazi na mwanaume afanye kazi. Kuna masuala ya serikali na masuala ya binafsi. Tunaona kwenye upande wa serikali kwa kweli haki sawa inatuvutia. Viongozi wengi wa kike tukiongezwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke. Tukija kwa Mheshimiwa Tulia Ackson ambaye ni spika wa bunge na vitu vingi, yani tunakuta sekta nyingi sasa hivi, mawaziri wanawake wako wengi, wabunge wanawake wako wengi, madaktari tunao wanawake wengi. Kwa hiyo tunaona ule usawa kwa upande wa serikali umeperform vizuri. Lakini sasa tunakuja kwenye ngazi ya familia. Kwenye ngazi ya familia bado kuna changamoto. Changamoto iliyopo ngazi ya familia, wanawake wengi wanaonekana hawapati fursa hiyo. Unakuta sasa, kwa mfano kilimo hiki, baba na mama wanaongozana kwenye kulima kuanzia asubuhi mpaka jioni, watakwenda mvua yao jua lao. Lakini inapofika kwenye mavuno, yakishaingia sehemu yani inakuwa ni baba ndo atatoa amri kiasi fulani kiuzwe, pesa itumike hivi. Kwa hiyo mama unakuta anakuwa hana haki. Kwa hiyo usawa ule kwenye ngazi ya familia kwa kweli bado ni changamoto. Mimi nasema bado ni changamoto kwa sababu tunahudumia wananchi. Tunaona hizo tatizo zinakuja. Watu wamelima kwa pamoja, wameteseka kwa pamoja. Inapofika wakati wa mavuno basi washerekee kwa pamoja. Lakini unakuta ndio mwanamke ataachika, atapigwa, atafukuzwa, mwanamke mwingine ataolewa. Hivyo yani. Kwa hiyo mimi ningeomba wanaume nao wawe na huruma na sisi wanawake zao. Kwa sababu tunafanya kazi kwa pamoja, tumeamua kushirikiana, basi tunapopata chochote tugawane kwa usawa.